Ianze. Jibe kukai. Unaweza tafuta kitu tu kae chini, songa. Wow, I'm getting tired. Nenyewe mwana ile sawa. Yes. Querida. All right. Good. Mama Caro. Yes. Na Caro. Murega. Turega muno. Noiga ndimucerere. Mwandeire ndoiga ndimucarie. Ruwa meka mingi. Weka wega muno. Twacokia ngatho nĩ gũcera gwaku. Yes. Twĩrĩgaine na inyuĩ gatene hĩndĩ tũrũraga industrial area gwĩciria. Ũgĩcaria ũteithio 2012 2013. Tũgĩcaria mbia. Tareke mũndũ hiũ ũtarĩ wamuona mbia mũmenye coke rĩu twambĩrĩrie rũgano rwitũ hau na tũkwambĩrĩria na Mama Caro aheane ka introduction gake. Ngwĩciria Caro kũheanĩra introduction harĩ story yake ĩrambĩrĩria. Gĩtagwo Elizabeth Muthoni wa Gĩcũbi. Gĩcũbi nĩ baba na hurũke thayũ. Kana Mama Caro nĩrĩo njũĩkaine mũno tondũ Caro nĩwe oĩ. Tũciarwo njiarĩirwo Nyĩrĩ. Itũra rĩa Gũthũ. Andũ etagwo Kangaita. Nĩkuo ndathomeire. Thutha wa ũguo ndagĩcokire ngĩthamĩra Rift Valley kũrĩa Eldoret kũrĩa ndakĩhikire na ngĩkorwo na ciana 4. No kwa ihinda nĩ ũndũ wa gũkorwo tũgereire mathĩna matiganĩte na mũthuri. Nĩtwaremirwo nĩ gũtũrania mũno tondũ twaikarire mĩaka 14 ngĩremwo tũgĩtigana. No na tũgĩtigana twatiganire nĩ ũndũ wa nginya mĩcukocuko ĩno ya 2007 2008 ciana ciakwa. Na nĩyo ndakĩhotire gũthamĩra itũra rĩrĩ rĩa Nairobi. Rĩu ndathamĩra gũkũ Nairobi ndagĩikarangire o nginya ng'ane na mũtũrĩre wa ciana ciakwa. Na ndakĩhotire tondũ Caro nĩrĩo akoretwo join secondary agĩkorwo arĩkia form 4. Ngĩtindĩkana na maica ma ciana ingĩ tondũ Ngai nĩahete kĩrathimo gĩa ciana 4. Caro arĩkia form 4 harĩa athire kwĩnyitĩrĩra nĩgetha tũteithanie nake wĩra kũndeithĩrĩria maũndũ ma ciana ici. Niho gwagĩkinyire ihinda Caro akĩona thĩna tondũ anjĩrĩirie wĩra ũcio January-inĩ. Anjĩrĩirie mweri wa 2 harĩa ambĩrĩirie kũruta wĩra. Mweri wa 3 gũkũ Nairobi harĩa endagia nguo exhibition-inĩ along Moi Avenue. Nyũmba yetagwo Azanad ĩriganĩte na university ĩtagwo Moi Avenue. Mount Kenya University. So hĩndĩ ĩrĩa athire kwambĩrĩria wĩra hau arutire mweri wa 2 na wa 3 na wa 4. Mweri wa 5 mweri 28 andũ aya meitaga terrorist kana terrorist he mũndũ wathire akuĩte bagi. Atuĩte customer agĩtua nĩ nguo aragũra na akĩmahenereria biũ makĩgeria na makĩmwĩtĩkia marĩ itua arĩa marĩ nao. Na arĩa mũico mũndũ ũcio nĩamerire nyitĩrai bagi ĩno thiĩ ngarute mbeca M-Pesa na Caro nakĩmuonereria ũrĩa gũthiĩ M-Pesa. No kumbe bagi ĩrĩa yatigirwo mũndũ ũcio kuma nja ya nyũmba ĩkĩripũka yarĩ bomb. Yarĩkia gũkĩripũka rĩu hau nĩho twambanĩrĩirie na mathĩna maritũ ma Caro tondũ arĩa arĩ nao kũrĩ amwe ao makuire matamĩkire. No nĩagereire ihinda rĩritũ nake tondũ ihinda iraihu nĩakorirwo Kenyatta. Na nĩahotire kũmanage kũhũrana na muoyo wake. Na nĩngwenda rĩu kuma hau rĩ Caro no tũhe brief introduction ya ũrĩa guokirwo harĩa na ũrĩa kwahanĩkire na kũrĩa iguĩrĩtwo nĩguo ndacokire kwĩiguĩrĩra hau. Caro ũcio nĩ mamu
Riu of course when we first born wa koretwo rutite wira ihinda rigana atia hari Asana? Mieri eri. Nĩ hanini. Like, okay, I'm not good in Kikuyu. Okay, whichever language. Ndathire February mwisho-inĩ hau. Onaga kwari February mwisho biũ. Tũndahirwo mũcara nuthu February. Na March nĩyo March na April ndio nililipwa, so ilikuwa leo mchana. Ndio unamenya stores ulia shihana maduka mashima zina exhibition chana. Sasa mteja aliingia, alikuwa amevaa t-shirt ya alikuwa sikumbuki si yeye alikuwa ndaka t-shirt ya yellow. Mimi nilikuwa shop number 7 mwenzangu tulikuwa tumengedhanira. Saa akaingia ka select t-shirt akamwambia price. So huyu akabagain ilikuwa around 12. Sasa kubagain akaambiwa yezi katoka less than 1,000. Akasema kona only 700. And kama nezaonyesha M-Pesa ndio aka withdraw. Na huyo mtu alikuwa na bag ya shule. Sasa walikuwa wawili, huyo mwingine alikuwa na wasiwasi, hakuwa na ile courage ya kuongea. Si akaelezewa kwenye M-Pesa ziko. Instead ya kwenda yenye iko mbele, alidecide ende yenye M-Pesa yenye iko nyuma kwa kasakati kakona kuanga hapo hivi. Sasa venye alienda kaacha bag, akasema achiwe bag hapo aende arudi. Venye aliacha bag less than a second ndio alitoka akioperate simu. Mimi nilifeel kitu kama earthquake. Nilisi kama shock, niliona kama niko electrocuted. Yani vitu vilifanyika so fast, kidogo kidogo nikaona moto na nikasikia nduru. Sasa ndio friend yangu kumbe hiyo bag yenye aliacha ndio ilikuwa na bomb. Mimi venye niliona hivyo nilikuwa nimewaza nirudi ndani, nifiche huko ndani maybe moto itanifikia. But nikiwa mtoto venye tu wazazi huongea na watoto wao. Mom alikuwa anatuambia, anatufunza jinsi ya kujitoa kwa ugwati. Sasa in case of anything ukakuta uko in a situation unahitaji kujisave, akatupea example na moto. Ukakuwa uko kwa nyumba na inaungua, ujue first watu wenye wako nje wataweza kuingia kufikie. So wewe ndio unastahili ungangane uende kwa exit mahali popote kwenye kuna exit. Sasa mimi nilikumbuka hivyo. Nikaanza kucrawl nikitoka nje. Alafu siku anjua nimevunjika mguu. Sasa nilikuwa najaribu na ile station ya unaamka unaanguka. Sasa nilikuwa nangangana hivyo juu najua bado nimepanic. Sasa vile Mungu hivi mkono nilichomwa na nywele. Nywele maybe unaweza karibia waone. Butu onyesha mikono. Sinaona venye inakaa ni kuungua. Sasa jia kucrawl hivi na moto imeshika nywele. Sasa ilikuwa ina melt ikinimwagikia kwa mkono. Sasa venye nilitoka nje kuna hii alama hii. Tulikuwa tunauza handbag. Kuna handbag ilikuwa imehanga hapa. Kuna picha nimepigwa kama hiyo handbag imehanga hapa, nitakuonyesha. Sasa ndio tukatolewa nje. Vile nilifika kwa mlango kuna mtu alinichukua juu nilikuwa mzito angeza kunibeba. Akanivutia chini akaniweka hapo kando ya kuna bank ilikuwa opposite. Kulikuwa kando yetu. Pale sasa Moi Avenue. Unasema ni building ilikuwa inaitwaje? Asanans building ilikuwa karibu na Mount Kenya University. Sasa akaniweka hapo. Nakumbuka kuna mtu alipita hapo alikuwa amevaa trouser ya grey. Jini nilikuwa na uchungu nilimlilia nikamwambia akisi uniokoe tu unichukue unipeleke hospitali uniokoe. Sijui venye aliona ama venye nilikuwa na kama nilimuogofia. Jili alichomoka kama ameenda mbio. Nililia msaada kwa watu watatu lakini hakuna mtu mwenye alikuwa willing. Sasa ndio gari ya patrol, wakati ndio Kibaki alikuwa ametoa gari ya kupatrol ya kucheck security venye inaendelea kwa kila nini. Wakati kulikuwa na counties ilikuwa city ama I think ilikuwa counties. Ilikuwa 2012 tulikuwa tunaingia. Tulikuwa bado tumechagua constituencies. Ilikuwa counties. Sasa ndio alikuwa ametoa hizo pick up.
Sasa hiyo pickup ya polisi ndio ilitubeba. Josephine aliyeko on my right na kama amelala. Mimi naye nikakaishwa chini. Jili nilikuwa nimevunjika mguu sana. Sasa hii pickups unajua inakuanga na hii kiti ya taya. Hapo ndio nilisupport mguu yangu nayo. Tukapelekwa mpaka Kenyatta. Nikifika Kenyatta sasa sikuwa najua kwa tunapelekwa, lakini nilikuwa nasikia napelekwa huku, natolewa huku, narudishwa huku, napelekwa huku, narudishwa huku. Hapana, na hiyo stretcher sasa. Sasa unapelekwa huku, kirudishwa huku. Sasa I think zilikuwa hizo tests. Ndio nikaenda Burns unit. Sasa wakiongojea ni family member mwenye atakuja sign niende theater. Ndio mama alihappen akakuja akaniona. Nilikuwa na watch kwa TV na nikaona breaking news, nikaanza nikawa. Ulijua mtoto wako anafanya nyumba gani? Yes. But wakati breaking news ilikuja nikawa interested kujua ni wapi. Nikiwa na concentrate na TV nikitaka kuangalia. Actually naona mpaka nyumba ndio hiyo. Kuna nini exhibition ilikuwa hapo inaitwa Sasa, naona hiyo kibao ya Sasa ikipeperushwa hivi na upepo. But roho yangu haijaamini ni kwa kina Karo. So kuna mahali ilifika nikaona mtu amebebwa kama ameugua sana. Nikitaka kuconcentrate kama nikiconcentrate kuangalia kama ni Karo. In fact fenye nilikuwa naangalia sijui vile Mungu alikuja na njia zake, DSTV kakatwa. Haijalipwa. So kikawa nikimshere sasa, siwezi ni waves tu kwa TV, si kuelewa ni nini. Neighbor wangu alikuwa anaitwa Mama Victor ndiye aliniita. Cause aliona Karo kabisa na akaelewa. But my boss mwenye alikuwa ananiandika wakati huo alikuwa anaitwa Jina. Alinipigia simu akaniuliza, mumeongea na Karo? Nikamwambia okay, before hii breaking news ikuje, tulikuwa tumezoeana na Karo juu hatukuwa tunaishi na wao. Penye walikuwa naishi na watoto na mimi niko sehemu nyingine kwa kazi. Kuna wakati mwingine alikuwa ameatakiwa tu na wakora akanyang'anywa simu. So nikawa na uoga ya kwamba ninataka tu communicate na Karo kiasi ya kujua ako safe. So kuna venye nilikuwa ninamwambia ukifika kwa job bora ufike tu safe, ubakishe tu please call me moja tu unitumie nijue uko safe. Hiyo ilikuwa communication yangu na yeye. Akitoka kwa ilikuwa sheria yangu na yeye mpaka wakati nitaenda kuwatembelea. Kwa hivyo hiyo siku hiyo Monday badala nitumie please call me alinitumia message. Hii message alinitumia, Mungu akulinde, Mungu akutunze, Mungu akupatie nguvu, Mungu. Sasa na tafsiri vile ilikuwa imeandikwa na Mungu. So nikawa interested kujua hii message imenitouch sana na mimi sitamlipia message, wacha nimpigie. In the next 20 minutes kumpigia alikuwa mteja. So wakati nini break Karo wako safe na akili yangu ili register kwamba Karo wako safe. Hata nilipoitwa na rafiki yangu akaniuliza kuna kitu umeona? Kumbe ameona ni mtoto wangu amebebwa akiwa hali mbaya, lakini mimi sikuweka akili yangu ni Karo. So huyu rafiki yangu aliponiambia akaanza kunipigia simu, hiyo boss yangu akaniuliza umeongea na Karo? Nikamwambia alinitumia message lakini for now ni mteja. So alishida kila dakika ongea na Karo, umeongea naye mpaka nikasikia na tense. Kwa hivyo alikuwa ashaona ni Karo, so anakupima kwanza kama unajua kabla ya kubreakia news. Bas. So nikamuuliza kwa nini una insist kuniuliza hivyo? Akaniambia ni juu nasikia town kumebomiwa. Na vile kumebomiwa ni vizuri ujue kwenye Karo alikuwa. Nikamuuliza kwani nimesikia kumebomiwa wapi? Akaniambia ni River Road. Nikamwambia basi kama ni River Road, Karo hafanyagi River Road, anafanya Moi Avenue. Akaniambia ni vizuri mtafute juu watu hutembea. Nikamuuliza wewe ni nani amekuambia? Akaniambia mwenye alimwambia. Nikawa niko na namba ya huyo mwenye alimwambia. So nikapigia huyo anaitwa Adro, nikampigia Adro, nikamuuliza ni wapi kumebomiwa? Akaniambia ni town. Nikamuuliza town pande gani? Akaniambia Moi Avenue.
So nikaanza akili yako ikaanza sasa kukuja Karo anafanya Moi Avenue. Lakini nikiimagine ile hali yenye tulikuwa tumepitia 27 28 ile vita post election vile niliokoa watoto wangu. Sikuwa naona kama Mungu anaweza niashiria tena. Tupatwe na hii tena. Juu nakumbuka tukiwa Eldoret waliteseka sana, hata wakati barabara ilifunguliwa na wanajeshi. Nilirusha hao watoto kwa lori. Wakiwa peke yao bila mzazi, kuokoa tu watoto wenye tu wataenda wajikute safe. Na sasa hiyo ndio kametoka kumaliza class 8. Karo amemaliza class 8, ako na wadogo wake mpaka wa nursery school. Nimewarusha kwa lori ile, unaelewa hali yenye mzazi anafanya. So ile hali na ile uoga yenye waliwekwa na ile vita, sikudhani Mungu tena atakuja aniashirie kiasi kingine nitapatwa na jambo lingine juu. Hata saa hiyo hawakuwa wamehili. Roho zao walikuwa tuna ile uoga ya vita. Juu nakumbuka hata katoto kadogo kalikuwa kaniuza, "Mam, si ni Wakikuyu wanashomewa?" Namwambia yeye ni Wakikuyu. Tulizaliwa Wakikuyu kwa sababu ya ukiwa mzazi ni vigumu kumweleza. So huko unafikiria Mungu anaweza kukupitishia kwa kitu kingine inakaribiana na hiyo. So huyu ni Karo. Umeambiwa amepelekwa Kenyatta. Hajapeleka, hiyo sijaelewa. Sasa ndio nimetuma Adro, enda uconfirm kama ni yeye gani uniambie. Akaniuliza ako wapi, nikamweleza hiyo building iko karibu na Mount Kenya University, next ni hiyo building inaitwa Azanat. Bia hapo kama ako safe uniokolee, umwambie akishe simu ama umpe simu yako tuongee na yeye. So alipofika hapo sijui hata yeye ni show kama ni maarifa alikosa ya kumtumia. Jua alinipigia tu akitetemeka, "Mama Karo, niko hapa, hata ni hapa kwa kina Karo kumebomiwa, moto inawaka kubwa sana, hakuna mtu ako hapa, ni karibu kila mtu ameshomeka." Mimi nilikuwa nimesimama, miguu ikapata spring. Nilitetemeka, nikatetemeka mpaka ninafinyiria miguu chini kanyaga na sijawahi kanyaga Kenyatta, sijui Nairobi vizuri. Juu nilipoingia Nairobi kazi yangu ilikuwa ni kufanya kazi yangu kwenye nilikuwa nafanya Imara Daima. Na kwenda starehe kuangalia watoto wangu. Kwa hivyo nikapigia huyu boss yangu nikamwambia ni kwa kina Karo kumebomiwa na wamepelekwa Kenyatta. Na mimi sijui Kenyatta ni wapi. Akaniambia juu yako upande wa Ngong Road. Atokee huko. Alikuwa Karen, nitokee huko na mimi niingie gari Mombasa Road tupatane Nyayo Stadium. So mimi niliposhuka Nyayo Stadium, mimi nilijua gari zote juu town kumebomiwa, gari zote zinaenda Kenyatta, zinapeleka watu Kenyatta. Ukaingia yote tu. Badala nimgoje, niliona amekabia, nikaingia matatu. Naye ako na Subaru inaenda bio, lakini mimi niliona hiyo yake haina bio kama matatu. Na nikajua juu kumebomiwa town, gari zote zinaenda Kenyatta. Mimi nikaingia gari, sijui kwenye inanipeleka juu mimi najua inaenda Kenyatta. Na nikalipa. Sasa yeye amefika Nyayo Stadium amenikosa. Akanipigia, "Uko wapi?" Nikamwambia kwa gari. "Uliza conductor unaenda wapi?" Kamuuliza hii gari ni ya wapi? Ananiambia Bomas, lakini mimi nasikia Bamas. Mwambia labda inaenda Bamas. Bamas ni wapi? Bama kwenyewe hiyo Bamas. Sasa Bamas. Nilipoteza akili yote. Mtu kurukwa na kichwa, mao watu wenye urukwa na kichwa, ama uone mtu amegongwa na gari, watu wa mimi najua gari zote ni za Kenyatta. Nisapitishwa hata Wilson Airport, tumepita Lang'ata, ndio gari zisimamishwa. Kusimamishwa nayo akawa amekimbia sana, akawa amekuja na akaona gari penye imesimamishwa. Conductor ameacha, hakuruhusiwa kuniashiria. Na Mungu awabariki juu anitekia care. Mpaka aliponiona. So ilibidi azunguke aende ile pande nyingine ya barabara. Na mimi niko inside. So wakati nilimuona, do you know, nilikuwa nakimbia kwa barabara mpaka kiatu imekatika, ninalia, machozi imejaa, uso imekuwa wet. Ungeniona nilikuwa kama mwenda wa simu. Sijui niko kwa barabara, sijui gari uondokewa. Sijui vile Mungu alinikiga. Mpaka nikajikuta ile barabara nyingine, akanishukua sasa tena nikurudi nyuma. Pagadhiwe mpaka Kenyatta. So tulipofika Kenyatta, tukapata daktari mwenye anakuja kutuongelesha kwanza, kukupea counseling.
Alipokuja akaanza, wapi familia ya Karo? Sasa nilipata wamama wengi wamefika huko, marafiki zangu wenye walitangulia. Nikamwambia ni mimi. Aliponiona, Karo hata si mbaya, ako sawa, nikajua huyu ni kunidanganya. Sababu wakati mtu Jumwa alikupigia alishakwambia watu wote wameugua. Na sasa wewe ananiambia Karo ako sawa. Nikajua Karo amekufa ni kunidanganya. Nikamwambia washa kunidanganya. Kama ako tuambie yako. Kama hayuko utuambie hayuko. Kama haongei utuambie haongei. So huyo mama hiyo alikuwa daktari wa mama. Anaitwa Dr. Kahoro. Akakuja. Akaniambia ukweli Karo wako. So nilipelekwa kwake. Nilipopelekwa kwake nikapata mtoto wangu ameugua huku kwote, ni damu inamwagika ikigia kwa macho ikigia wapi. Yani ameugua na amekatakatwa na glasses kwa ile mlipuko. Na amewekewa oxygen na anatetemeka juu ya ile ushugu yenye alikuwa nayo. Bahati mzuri alikuwa anaongea. Sasa niliandikishwa, nikasahihishwa makaratasi za kwenda theater nini nikamaliza mambo yote. Sasa tulipomalizana na wao akanipeleka hapo, akaniambia sasa huyu ndiye Karo. Kuangalia Karo natafuta sura yake sioni juu ameturn black, kila mahali kwenye ameshomeka ni black. Bahati mzuri alikuwa naongea. Ndio aliposikia nikiongea akasema, "Hey mam. Kuna jambo nilijifunza, ukipata mtu ako kwa shida usimuongezee shida ingine kwa kulia." Kwa hivyo nilijikasa si kulia na si kupiga nduru vile wamama wamezoea, lakini nilishindwa kustahimili. Nikaongea madaktari nikawaambia waniruhusu tu huyu mama ambaye ni rafiki yangu anaitwa Jina aingie aongee na yeye on my behalf, na wakaniruhusu. Lakini nilipotoka nje, kutoka nje kufika nje kutoa zile viatu za kukafa viatu, nilienda kuinama kuzitoa, niliona dunia imegeuka. Mawingu imeenda chini. Mimi sijui, lakini chini niliona ni mawingu, niko bali. Nilikuwa napiga nduru mpaka inaniharibu masikio mimi mwenyewe juu ya ile uoga. Na kuanzia hapo sasa mama wakanipea nguvu, tukaweza kupata nguvu. Karo akipelekwa theater tukamsubiri hapo na mwenzake huyo msichana alikuwa anaitwa Josephine, na rest in peace, Mungu apumzishe roho yake, sababu hakumake. Yule walikuwa wanafanya naye kazi? Hakumake. Na kuna mzee mwingine pia na pia apumzike pema. Lakini Karo alisurvive. Karo sasa ndio tulisign kwenda theater na ameenda theater. Kwa hivyo wengine wakakufa yeye akasurvive, lakini kiwango cha kuchomeka kilikuwa how many percent? 78% out of 100. Yes. So what next? Tulikaa from saa 9 mchana mpaka saa 5 ya usiku tukisubiri atoke theater. Ndio akikuja akaletwa na mashini mingi, tukaambiwa hata make peke yake lazima akuwe support, awekwe kwa supporting machine. Akazingirwa na mashini nyingi sana, akapelekwa ICU. Sasa kuanzia hapo ndio tena safari nyingine ya pili imeanza kutoka kwa post-election. And the toughest. Yes. I have been kitu watu hawajui wenye wana watch. Nimekuwa kwa katikati ya hii safari. And I think by then nilikuwa college. Yes. So you see it's back. Miaka mingi sana. Miaka mingi. Since 2012. So butu jue hata kwenye tuliingilia na tukaform committee na tukaenda kupeleka barua, sijui kama kuna ofisi ya tu kuingia. Tumetembea ofisi nyingi sana hii Nairobi. Na okay, ni vizuri watu waelewe. Hata kama kuna wakora, kuna watu pia genuine. Juu hii sura media. Manake alisurvive ICU, na kutoka ICU alikaa Kenyatta. Kutoka mwezi wa 5 alikuwa na discharge tukielekea December. Miezi 6. Ilikuwa some few days to Christmas. Miezi 6 Kenyatta. Hiyo duration yote. So ICU out, ICU out. 2 weeks. 2 weeks. Alafu Burns unit 2 months. Hizi ward zingine juu pia alikuwa amefujika, ameugua mguu na ameugua miguu na amefujika mguu mmoja, na the same time hauna nyama juu imeshomeka. Hiyo safari yote ni struggle, mkakuja mkaigiria kunisupport. So wakati sijajua nikaona the way ana struggle kwa nyumba na ile ushugu yenye anapitia. Manake
mguu mfupa ilipata infection. I wish tuko na picha, nafikiri tutazipata in the midst of this. Maybe Njarisi unajua kwenye ziko? Haya, leta hii simu nikushike so that tuonyeshwe hizo picha. Ndio tukikuonyesha vile mguu inakaa saa hizi, ndio si haijakuwa ikikaa hivyo. Imekuwa ni safari. So, na mwenye na watch hizi video anaweza share. Please, kama uko Facebook unaona hii video share. Kama uko YouTube tafuta Farodhi Wadhayo TV, share your link. At least pia tuone venye Mungu huwa anafanya. So Mungu anatoa watu so wakati ulikuja tukizunguka kwa makampuni kwa wakubwa maofisi sijui ni wapi na Mungu hakuna ofisi hatukuingia industrial area. Mimi nikiwa mmoja hizo makampuni karibu zote Coca-Cola tukaingia wapi kwa plastic BT tuko tunajua kama sigara ama nini, bora tu tupate usaidizi. Tumetembea jeli zile zenye ziko nyingi pamoja kwa mfuko, pia zingine ziko hapa. Nafikiri pia hizi tutazitumia. Naona kuna picha zingine hapa hata za karatasi. Although pia unaweza zipea Karo achagulie pale pole pole. Kwa hivyo Sam ni scary, kwa hivyo viewer discretion. Mtu mwenye ana watch pia kuna picha zingine hapa si nzuri, kwa hivyo mtatuia radhi tafadhali. Na itabidi tu waelewe ndio wakiona. Toa hata hiyo baya sana yenye unadhani ni mbaya kwa. Nataka kuanzia mwanzo ile chumba hiyo ya nini? Hiyo nimeacha. So ile hali yenye tulikuwa tunahangaika hiyo, nilikuwa nahangaika nikiwa na matumaini. Juu kuna wakati Karo aliumwa kaumwa usiku mzima, nikajiuliza nikiwa mzazi ni nini naweza pea huyu mtoto ya maana sana aone maana ya na sasa hiyo nampeleka India, sina hata fare ya kunipeleka town. Lakini nimepata faith Karo atatibiwa India na atapona. So alipokuwa anaumia nikamwambia Karo hutalia tena na kupeleka India. Na in fact kuanzia hapo hata yeye faith yenye alipata alijua kumbe mama ako na uwezo wa kunipeleka India. In fact ndio nilianza kushughulika, ndio ulikuja tukiform committee kama one of the committee. Na wale wote wenye walijitolea Mungu awabariki. Na changamoto nyingi nimekuwa nikipitia kwa sababu ya Karo. Mpaka wazee wakubwa kama baba yangu mtu ajifanya ni chairman wa committee na niita tupage mambo yetu kando na committee yako na nia safi ya kunilepa. Nimepitia changamoto nyingi sana. Ukitafuta usaidizi. Na je, umeingia katika ofisi za serikali kutafuta usaidizi kwa sababu hii ni kesi ya serikali? Kwa sababu ilikuwa terrorist. Niliingia mpaka ile niliingia hata ile ya Istanbul ilikuwa inaitwa foundation ama ofisi yake alikuwa ministry wa disaster. Ilikuwa inaitwaje hiyo ofisi? Ilikuwa inaitwaje? Wewe tuendelee tu. Ya Istanbul kama naweza kumbuka wakati wa Kibaki. Na kitu walinipatia 1,100 peke yake. Sasa hiyo nilikuwa na ulikuwa unahitaji pesa ngapi kwa wakati huo? Wakati nilikuwa nahitaji 3.5 million. Kwenda India. Juu hii sura yenye unaona haikuwa hivi, ilikuwa imeharibika. In fact ukiangalia hiyo sura yake nipe picha moja ya uso. Hii sura yake ilikuwa inakaa hivi. Unaweza ona. Hata ni na masikio. Nibi tutaenda tukionyeshana hizi picha pole pole. Haya, kuna hiyo picha. Sijui kama hizi kamera zangu ziko na mwangaza mingi. Usikaribie mwangaza kwa sababu kikundio mwangaza hatutaona. Acha nione. Good. Alikuwa anakaa hivyo. Hivyo kama unaweza ona, utaona hiyo ndio picha yake. Hebu karibia ndio niweza pia ilikuwa inakaa hivyo. Haya, ilikuwa inakaa hivyo watu wa Facebook. Haya, masikio ilifura ikakaa hiyo style. Haya, masikio ndio hiyo. Sasa hiyo ni bado hatujaenda India. Hivyo alikuwa mbaya. Naweza kuona. Haya, shika nionyeshe. Shika hii. Masikio pia iko hivyo. Haya, ingine. Hii time yote hatujaenda India. Na ukiangalia kwa mfano hata on the process. So hapo ndo mlikuwa mnataka sasa usaidizi mkiwa Kenya. Ndio aweze akatibiwe sikio, uso na mguu. Kado na hiyo kuna mguu.
kuna mguu ndio sasa wakati tulikuwa tumeform committee na tukiwa tumeform committee kuna wakati alilemewa na alidischargewa Kenyatta akiwa hivi. Huu ni mguu umeshaomeka. Mguu umeshaomeka na umefujika. Sasa akitoka Kenyatta alitoka hapo hivyo. Na naweza kuonyesha mfupa. Hebu nikuonyeshe, hii ni mfupa. Hii white unaona hapa hii yote ni mfupa. Hiyo ni mfupa ilikuwa nje. Okay. Na hiyo mfupa ujue bone marrow ilikuwa inamwagika. Kama imekuwa affected kabisa. Na tukiendelea na hiyo committee, tukiendelea kutafuta pesa, kuna wakati aliamuka. Ndio maana kwangu utapata meza. Ni spendi meza sababu aliamuka akipita akagongwa na meza kwa kona ya meza na mguu ikafura hivyo. Sasa hapa bado tujaenda India. Mguu kufura hivyo nikamkibisha nikifikiria tunakimbia hapo Guru Nanak kupata usaidizi. Alienda kama amepelekwa theater. Ikafanyiwa kitu inaitwa surgical toilet. Juu ilipata internal bleeding. Okay. Hiyo. So tena ni kuanza kufight na vinoda. Hizo ni vinoda sasa za tukiwa Guru Nanak. Wakati tunaendelea tu na hiyo matibabu ya tukitafuta pesa ya kwenda India. But akiwa Kenyatta wakati alikuwa amelemewa sana, alikuwa ana survive na hii shuma. Hii ni shuma ya Kenyatta. Tulizoea kuita hili. Na ukiangalia miguu inakuonyesha miguu yote mbili. Hii miguu ya Karoli shomekea kuanzia huku kwa hips kurudi chini. Haya, ikawa imeleta shida sana. Infection ilipomshika ikakula nyama akabaki mfupa tupu. Hiyo mfupa. Mfupa. Unaona hiyo mfupa na unaona penye ilikuwa imefujikia. Sawa. Hii ni ya Kenyatta. Sawa. Haya. Hii iliposhindikana ikawa unaona pipe iko hapo. Inasaa kushafu kwa mfupa ikipeleka kwa. So hii vita yote tunapigana, tunatafuta pesa na nafikiri by hapo ni sawa. Kwanza tuende nje ya picha sasa. Tuendelee. So tulipokuwa tunang'ang'ana nimepitia a lot of challenges kupata hizi pesa. Na zikitakana 3.5 hazikupatikana zote. Manake tulijaribu kufanya fundraising katupea 900,000. Na kumbuka nikipledge na nilikuwa mwanafunzi hata sijui zitatoka wapi. Na vita yenye umepigana mkiwa wengi. Hata ilifika wakati nakumbuka kuna watu wakati mlitengeneza tent. Watu wanaenda na picha za Karo. Wanaenda watafuta usaidizi na wanakula. Mpaka saa hizi hata hizo picha nitakuonyesha kuna watu wanazunguka nazo. Hata saa hizi sijui wanamuita Caroline nani tu. Wanamuita Wajiro Kamau. Wanakulia hizo picha mpaka saa hizi. Wakisema ni cousins. Na hao ni wakora watu wengi walichukua hizi picha zikawavutia kujitafutia pesa nazo. Hata saa hizi kuna wenye wanazunguka na hizo picha wakitafuta pesa. Na yeyote ameona hizo picha zikizunguka kuanzia 2030 zimeandikwa Caroline Wanjiru bomb blast victim. Si mimi, hao ni wakora. Na hiyo ni kitu ningependa hata Kenya mzima wajue hivi, si mimi. Ni wakora. Nakumbuka kuna watu walikula pesa kwa jina ya Karo. Yes, watu wengi sana wamejitajirisha kwa jina. So wacha tujue status ya mguu kabla tuendelee. Status ya mguu venye iko. Okay, leta hizo picha za India. I remember there is a procedure. Mmeenda India sasa? Yes. After India? Tulifaulu tukapata pesa. Na kwa hizo makampuni zote tulizunguka, Ditidobi ndio walitupea only 50,000. Hao wengine hakuna. Waliniita mkora, wakasema ni ukora natafuta pesa na mgojo. So siku mind tu Mungu ndiye anajua hali ya mtu yenyewe filiana. File yako. So tulipoenda India, hii mguu yenye ilikuwa na shida ilitengenezwa. Akatolewa ile mfupa yenye ilikuwa shida, akawekewa hii chuma. Nimeona. Na tukarudi Kenya nayo. Na baadaye akakuja tukakaa. Jua ilikuwa itolewa after 6 months. Na jua ilikuwa inahitajika 3.5 na hatukuweza kuzipata, nilienda na 2.3. Ndio nilienda nayo, at least nikatafuta hospitali ship.
yenye alienda kusaidikia huko. Juu niliona tukiendelea na hii yenye walikuwa nataka 3.5 tungeendelea kukaa na mtoto wangu. So ukatafuta hospitali cheap? Yes. Akatibiwa? Yes. Utarudi na yeye? Yes. Nika only 2 months. Chuma amerudi nayo? Yes. Aliporudi na masikio sasa. Kwa hivyo lazima atatolewa? Yes. Na hiyo masikio sasa imetengenezwa, amerudi mzuri kagosi. So masikio ilirudi ikiwa sawa. Sasa tulipo kichuma sana imefura. Hii haita nini? Tunataka kitu yenye inaonekana. Kwa hivyo tuliporudi ni kufight tena penye nitapata pesa tena afanye nini? Arudi India. Tulipoongea na daktari wake akaniambia haedi ku take time, ni kwenda tu kutolewa, ita take maybe 3 weeks. Na hivyo sasa kulingana na pesa yenye nilikuwa nimebakisha, nikaona hiyo 3 weeks nikampea kulingana na ile pesa yenye nilikuwa nayo, na nikajua itatosha na kumsaidia. Hata aliporudi ikawa ameshikwa na infection kwa mguu. Haya, wakati huo ako na hiyo shida ya hiyo mguu na hiyo infection. Akaenda akarudi India. Daktari kumwangalia akaniambia hiyo infection lazima aitibu pole pole. Na hiyo kuitibu pole pole ikawa ita take time. Si vile 3 weeks yenye alikuwa ameniambia. Kwa hivyo ikawa pesa lazima ziongezeke na sina. Na sasa hiyo nimeona waende na dada yake na mimi nibaki nikistruggle hapa, nikipata pesa kidogo nafanya nini? Na wa support na pia niweze kusupport wenye nimerudi nimebaki na wao. Kwa hivyo walipoenda daktari akasema matibabu lazima iongezwe na lazima i take time. Na karo ikawa watachukua muda huko. That is 2015. After sasa bomb blast ilikuwa 2012. Sasa ni 2015. Alikaa tuseme yote Kenyatta juu alidischarge almost December. Tukakaa 2013 ndio ulikuwa mnani support kutafuta pesa. Hiyo 2013 yote tulikuwa tunatafuta pesa, ndio mwisho wa 2014 hapo katikati ndio nilifaulu kupata 2.3. Nika decide hizo zenye nimepata ndio nitampeleka nazo. Kwa hivyo tulienda 2014 India nikiwa na yeye sasa ndio nilimpeleka. Na juu ile hospitali yenye alikuwa ameitwa ilikuwa Beikali, ilikuwa Apollo Hospital. Hatukwenda Apollo. Tulienda naikumbuka. Yes, tulienda tuka board kwa hoteli kwanza. Tukawa tunatafuta mahospitali tukiwa kwa hoteli. Na tukaweza kufaulu kupata hospitali mzuri inaitwa mwenye anatazama azione. Ngoja tuletewe hizo files ndio mtu aweze kuona. So endelea. So tulipoingia huko ndio tukakaa chini na tukanegotiate na daktari, tukaelewana venye atamtibu na treatment ya karo ikaanza hapo. Kwa hivyo tuliporudi hiyo 2014 December tulikaa tukaingia 2015 mwezi wa 9 ndio wakarudi na dada yake. Tukidhani ni treatment tu kidogo juu ile pesa yenye nilikuwa nimepata ni ya kutosha tu hiyo matibabu na ya ticket. Sasa sina pesa, watoto wangu wamekwama. Sasa vile walikwama tena hakuna ofisi yenye kuingia hata hii ya serikali. Na ndio hata na shida serikali ya Kenya ni ya nini? Juu serikali ya Kenya haijui maskini. Haijui maskini. Actually hata Karo naweza kuambia tulikuwa tunaenda hospitali, tumepanga laini, watu wako na miti wanatembea. Siku moja akafu kuongea na mgonjwa mmoja, unaweza mkumbuka? Huyo ni wa alikuwa victim wa Westgate. Huyo wa Westgate anagharamiwa kila kitu mpaka fare na serikali. Na sisi juu hii ya hawa sielewi ni bona, lakini ukiangalia Westgate na uangalia hawa ni ya maskini. Wale matajiri wanaangaliwa vizuri kutuliko. So nikaona serikali ya Kenya iko na hii inabagua. Hii Kenya yetu si ya maskini. Hadhari kusema ukweli. Si ya maskini. Kama wewe haujiwezi wewe I can tell kwa sababu nakumbuka vile tulishughulika na vile tulistruggle na hii issue about terrorism. Hiyo ihusiani na mtu binafsi, ni ya serikali. Na sisi kama mzazi na wengine wengi tunateseka kwa nyumba na wagonjwa kama hawa. Kama saizi nikikuonyesha madawa zenye mtoto anatumia amemaliza last week na zinatumia 8,000 and above. Na ni ya mwezi, hiyo ni ya mwezi mzima na lazima imeze kwa muda
wa mwaka mara 2. Na anaimeza kwa nini? Juu zile mashupa ziliingia kwa mwili kukilipuka, kuna ushafu iliingia ndani ya mwili, si zote zilitoka. Nyingi zilibaki. Na zinatoa sumu, tuseme kama ni clastis na rust. So lazima atumie antibacteria za kukill bacteria. Na hiyo si kazi ya serikali, ni kazi yangu. Na hiyo ni kazi yenye serikali ingekuwa inashughulika. Na kama kuna watu hawakuona hizo nini zote hizi ni gazeti. Liwahi kuwa kwa gazeti. Zote. Sijui ni gazeti gani yenye hatujakuwa Kenya. Kiangalia. Tuonyeshe polepole ndio tuone. Nataka kukufungulia page zenye anaonekana vizuri. Sika hata wewe tafuta. Hizi zote ni zake, ni za story yake. Kama hii ukiangalia hii ni ichukue vizuri. Nataka kukusikia vizuri. Hii kiangalia ni yeye. Alikuwa msichana mdogo sana. 21 of age. Huyu sasa huyu. Okay. Karona point kwa unaona. Unaweza ni pointia ndio tufanye kazi rahisi. Hii pia nayo ni star. The star. Muonyeshe hiyo picha yako. Kidogo. Haya. Umeshika? Point. Okay, sawa. Hiyo ni story yake. Hii ni story yao, hiyo nyumba ilipobomiwa. Yes. Kidogo. Okay. Haya. Juu walikuwa wameconvince ni Kenya ni stima imeleta shida, lakini washahidi wenye walitoa ripoti wakasema, na hata hiyo bomu ikaonekana kwenye ilikuwa utafiti ulipofanyika kaonekana ilikuwa ni bomu yenye ilikuwa na uwezo wa kubomoa nyumba kubwa sana. Yes, leta hizo. Ni vizuri kwenda step by step ndio watu. Hii ndio Edith Dobi walinipea 50,000 na si kuzima nini hiyo. Hii hata hii ni nini? Hii ni nyingine ya Edith Dobi nitakuonyesha. Haya sawa. Ndio hii ya Edith Dobi. Nilipewa hiyo 50,000 na msichana anaitwa Caroline. Edith Dobi walinisupport sana, na wakipata hii habari wajue nili wapokee baraka zangu. Leta hizi gazeti tumalize. Ni vizuri kuonyesha ndio watu waelewe. Hii ameona. Hii kubwa ilienda wapi? Ndio historia yake. Hii ni Nation. Kwa Nation yamekuwa kwa nini nyingi? Kwa Nation yamekuwa kwa nini nyingi sana. Sawa. Haya, hii nayo ni pia ni Nation. Ilikuwa page 2. Hata hii ni story yake ukiangalia. Ukisoma hiyo story na kuonyesha juu hiyo story yote ni yake. Okay, sawa. Hii pia ni ya huko. Ya hiyo story. Hizi si zaka. Hizi ndio nasema si zaka. Sio unaonyesha. Hii sijaonyesha. Yeye. Hii tujaona. Okay. Yesu alikuwa hapo kwa hiyo building. Sawa. Hii ni standard. Standard ilikuwa. Na standard yenye ulikuwa iko. Hii pia ni Nation pole hata kama iligarika. Sasa uone hiyo. Huyu ni wewe na yeye. Ni mimi na yeye. Hiyo pia ni amewahi wekwa hata kwa story ya DN2 Nation. Nafikiri hizo ni tosha. Nafikiri watu sasa wameona. Ni vizuri watu wakielewa, ndio mtu akielewa. Pia watajaribu kurelate na kukumbuka hiyo scene. Hii ni nyingine pia. Gazeti ya Kenya ni Taifa Leo tu hajaweka story zake. Sawa. Haya, tuendelee na story sasa. So tulikuwa kwa hospitali. Sasa tumeenda hospitali na ameweka huku watazitengeneza baadaye.
tuendelee na mambo zingine. Hizi tusibue mambo ya kunini ya kutengeneza. Sasa tulipoenda hivi tukaanza kusumbukana vile tutafanya. Ndio ikafaulu. Tukapata hospitali ya kwanza. Na hiyo hospitali ya kwanza, hii kwanza tulikuwa tumepata tukiwa hapa Kenya. Ilikuwa inaitwa Rajasthan. Hii Rajasthan nilitumwa kwa hii hospitali na huyu mzee alikuwa anaitwa Doshi. Uga House, Westland. Alini connect na hii hospitali akiwa. Chukua juu kidogo. Rajasthan. Rajasthan. Ndiye aliweza kutibiwa, kutolewa hizo mashuma. Akatolewa, akashepiwa masikio, ilikuwa ya upande wa ngozi. Okay. Na hivyo sasa tulipomaliziwa hii tukarudi tena kwa hoteli kutafuta ya mifupa. Sasa hii ndio tulienda ya mifupa. Inaitwa Palek. Chukua juu kidogo. Hii Palek alienda akatengenezewa hii mifupa. Na akawekwa shuma ingine. But kabla tujaingia ile Rajasthan, Gurunana walitutuma huku. Kwanza mfanyiwe test. Tulienda hospitali inaitwa Medlink. Jeri hujatoa hiyo file. Iko. Haya ni sawa. Sasa hiyo Medlink tulipoenda wakatafuta kansa wakakosa. Walipokosa kansa tukarudishwa sasa. Tukarudi sasa huku ndio akatengenezwa ngozi. Ndio tukatoka huko tukaenda kwa hoteli tukatafuta hospitali tukaenda hii Palek akatengenezwa mfupa. Okay. So ndio huko ndio alikuja na shuma. Na hizi ukiangalia hata hiyo unaona ni Palek Hospital. Ndio. Ukiangalia hapo juu. Palek. Na hii pia. Hii sasa ni round 2. Aliporudi kutolewa ile shuma. Na alipotolewa hiyo shuma kuna barua yenye hata saizi inakaaga ikimuitisha. Ukiangalia hata ukiangalia kama hii inakaa ikimuitisha arudi akatengenezwe nini, akatolewe shuma ingine yenye iko kwa mguu. Sasa hiyo ndio penye kazi yenye tumebakisha. Ndio aende amalizie matibabu. Ndio at least apate ile final medical report ya kusema matibabu penye amefikia na kwenye. Kwa hivyo aliwekwa chuma, sasa hivi tunapoongea ako na chuma. Atatuonyesha hiyo mguu sasa hivi. Na hiyo chuma hata x-ray nikikuonyesha pia. Juu pia ni ya x-ray. Ilikuwa iko hivi. Kama utaweza inaona lakini sio kabisa, lakini tunaiona. Hii chuma ukiangalia. Chukua juu kidogo. Hii shuma ukiangalia hapa ndio hii imeteremka mpaka chini. Okay. Hata ukiangalia hapa unaona ni kama mkwanje. Unaona kitu imejikuja hivi. Hii imefika hapa. Na hii vile imejikuja hivi hata ukiguza mguu unaisikia. Haya, ndio hiyo inakaa straight. Ndio imekaa straight mpaka hapa. Okay, sawa. Na ukiangalia hizi vitu unaona kama tushimo hutu. Hizi ni mawe, mashupa zenye ziko ndani ya mwili. Okay, sawa. Ukiwa kwa kupasa ya bomb kitu inalipuka unaigiwa na kitu yeyote tu. Okay. So ndio penye nimekuwa nikistruggle na Karo. Na sasa hizi kitu nahitaji tu hata angalau nikipata 1.5 imetosha nimrudishe na atibiwe kwenye ameweza. Aende kwanza atolewe chuma. Atolewe hii chuma. Atengenezwe, leta hiyo report hata kama ni ya kitabu. Acha nikuonyeshe tu ya sahi ya kitabu juu amekuwa akituma kila mwaka. Sasa tuone kama hapo huko. Hapo ni kaje ingine. Na venye ameitwa inahitajika akuwe amerudi. Akuwe amerudi. Hata angekuwa yani kila mwaka lazima waniite. Wamuite aende atolewe hii shuma. Kila mwaka hata saa hii ni vile sijatoa zingine ziko kwa email. Anahitajika kuwa ametolewa hizo shuma. Na hiyo karatasi tumeweka hiyo ya back to India. Yani medical report karatasi ni kama iko kwa email. Kuna zenye ziko kwa bahasha ni vile ita take time kutolewa. Ningekuonyesha hiyo tu ndio kwa hiyo kwa bahasha hii tu ya 2015 kuna yenye iko printed.
Ni Rajas gani? So hiyo report inasemaje? Inasema inaonyesha shida yenye ako nayo. Juu anasema ako na foot drop. Ako na shida ya nerves. Decombode ni nini? Na nerve palsy. So anahitajika kurudi lini? Anytime, hata saa hii nikipata pesa narudi. Okay, kulingana na saa hizi ni milioni 2, lakini kulingana na mambo ya corona na nini, nasema hata saa hizi. But ninajua kabisa India wako capable hata saa hii. Na niko okay, watu wasishangae nikisema India, juu nasema India juu nilipata trust yao huko. Kenya ulikuwa umeambiwa hata cancer. Ni Kenya first of all Kenyatta niliambiwa ni sinus akatwe mguu. Nikakataa. Dhamira yangu ilikataa. Na hiyo mguu ndio anatumia saa hii kuenda. Ndio anatembea nayo. Nilipoambiwa akatwe mguu nikakataa. So hata ile matibabu ilikuwa ile matibabu ya madharau. Wacha tu niseme hivyo na sitaogopa kusema hivyo. Juu alikuwa anatibiwa, daktari wa mifupa alikuwa hata anakata mwezi bila kumuona. Kweli ama uongo? Ilikuwa inabidi daktari mwenye ananiangalia skin ajaribu tena kunyosha. Unaona hiyo picha, hii picha. Hii yenye nimepiga kama mfupa iko nje. Ni daktari wa skin alikuja akakuta mguu inanuka na sijaoshwa na nilikuwa napelekwa theater kuoshwa theater kwa sababu ya pain. Lakini hakuna kitu imefanywa hapa. Okay. Niweze kupiga hii picha daktari wa pata mnaweza kwenda India. Mama Karo. Sasa hii mambo si mingi. Washa endelea na Karo nikuletee hiyo karatasi. Okay, sawa. Kunini karatasi. Haya. So Karo, kutoka upate majeraha kutokana na bomb blast. What is the experience unaweza share useme kutoka wakati huo mambo ili change wewe kama msichana? Mambo ni mingi ili change because first nilikuwa mtu wa kujifanyia mambo, sikuwa itegemea mwanadamu. Ati nikae chini nifanyiwe. Niliishi kujifanyia mambo kivyangu. So hakuna venye ningeza kujifanyia but for now ninang'ang'ana hata kama si kama before. Second thing, siwezi nikaenda mahali penye kuna ile too much noise. Junika niliafetiwa eardrum. Hiyo kelele kubwa huwa nasikia uchungu kwa masikio. So hakuna wakati naweza kaa mahali penye kuna kelele zaidi. Alafu pia bado iliniharibia usichana wangu jili. Mimi ni mtu mwenye nataka nipendwe na settle. Sasa ilini demolish. How old were you by then? I was 21. 21. So ilini demolish. Hakuna venye ati mtu alikuwa anakuja na kuona na angalia naona mtu hakuna venye mnaweza pendana. Lakini above all Mungu bado akosangi kucomfort mtu in one way or another. So did you have a chance ya kuwa maybe na mtu anakupea comfort? Maybe were you dating earlier? Yeah. Kabla nipate accident nilikuwa na date and juu ndio nilikuwa nimemaliza high school. So hata nikianza kudate na yeye nilianza after high school. So tuko tumekaa for long. Actually tulimeet after accident. After accident. So in this kutoka sasa hapo hadi kufikia sasa kulijitokeza maybe mtu anasema nakupenda hata kabla hata labda kukua na majeraha, yani anaona imebidi tu akupende hata kama hali yako si nzuri vile, though anaona unavumilia na kupona kwako, anasema maybe utakuja kukua mzuri. Yeah, because before accidents nilikuwa na date, even after accident bado alistay, hakuenda. Okay. Alikaa alikaa. Okay. All right. Good. But sasa after accident mtu alikuwa ananiambia ananipenda, naona kana nienjoy. Jua venye hali yako iko. Okay. Sasa nilikuwa shinda mtu anaweza nipenda aje nikiwa hivi. Sikuwa na take serious. Okay. Nilikuwa naona kani ile mchezo.
Ni Muindia, kwa sababu ulipata ukiwa India. Tuko wa shock. No, wacha tuongee maneno. What happened? Hakuwa Muindia, na si Muindia. Kwa hivyo ulitoka ukiwa mjamzito Kenya, ukienda kutibiwa, au ukapewa mtoto kwako. Yeah, and everything happens with a reason. And kila kitu kifanyika Mungu anakuanga anajua sababu, either kizuri ama kibaya. Nilitoka hapa na ujauzito wa Pashia's, anaitwa Pashia's Miracle. Now nataka kupeana ka short story about nili decide nimwite Miracle. Nikiwa 6 months pregnant, nikaenda India, si tulika huko for 6 months. Nikapata mtoto wangu nikiwa India. Venye nilipata nikiwa India, tulikuwa tumekwama. Unaona mama alikosa support, akakosa pesa, tunahitaji tulipe bills ya hotel, bills za nini za alikosa pesa tayari mkiwa India. Already tukiwa India. Mlikuwa mkae how long? Tulikuwa ndio nilikuwa nimeenda kutolewa sasa nini chuma. So alafu mrudi. Sasa tukiwa huko ndio matibabu ikakuwa, yani mguu ikakuwa venye daktari alikuwa anatarajia iko sivyo iko. Sasa tukakaa huko, matibabu ikazidi kiasi ya pesa yenye tulikuwa nayo. Mama akaendelea kustruggle huko. Alikuwa anafanya kazi gani mama? Alikuanga na biashara yake, alikuwa ameweka. Ya kuuza ni? Vitu hizi za kutengeneza viatu. Niliwahi mpata pale Ngara Fig Tree. Siku moja nikipita. Sasa kabla mpate Victory alikuwa amejaribu nyingine bado. Ndio sasa hapo Victory akaekanga mishipi. Sasa tukiwa India, mama unaona amekosa namna. Mimi na mtoto na dada yangu tumekwama huko na mtoto wangu. Siku moja kuna Muhindi alikuwa amekaa Tanzania sana, alikuwa amekuja huko. Akaitwa na manager kuja tutembelee. Tukaongea Kiswahili tukaongea. Sasa venye alisikia tumetoka Kenya na wakaona venye yani tunang'ang'ana. Ulimwelezea story ilikuwa terrorism. Sasa tunaona nimekuwa India, niko na mtoto, niko na dada yangu. Wakatuambia hawatakubali tukua India. Hata venye nilipata Pashi walikaita Prince of India. Wow. Sasa wakasema kwa sababu ya huyu mtoto mwenye niko na yeye itawabidi watusaidie tufanye nini? Turudi Kenya. Akaenda mpaka kwa embassy kung'ang'ana, but yote haikuwezekana. Ndio wakaventure in, wakasema wafanye nini watusaidie, but waliniambia wanafanya hivyo only because of my son. Wow. That Prince of India. Sasa venye niliona hiyo yote imefanyika, tukaweza kurudi Kenya. That's when nili decide kuita mtoto wangu Miracle. Wow. Cause ni through yeye tulimanage kurudi Kenya safely. Na tulirudi. Walilipa bili yote. Walilipa bili yote. Wakasimamia mpaka air ticket yetu juu venye tulienda nayo kumbe ili expire na tukujua tulikuwa supposed to renew na si tukua awe uko supposed to renew air ticket. Wakatusimamia bills, wakatusimamia hadi air ticket, wakatupea hadi pocket money. Wow. Wakafanyia mtoto wangu shopping. Ndio tukarudi Kenya, lakini kwa hivyo ni kupitia mtoto uliweza kujitoa India. Otherwise mamako ingebidi auze vitu ndio utoke. Hata ningeuza hata tungefungiwa. Visa ilikuwa expire. So, hebu tuone hiyo mtu. Huwa navaa tight clothes ya watu kushtuka. Juu. Okay. Inaonekana. Wow. Tunaona siwezi tunaona hii iko flexible. Hii haiwezi. Unaona hii vidole ninafanya hivi. Hii siwezi. Nipate ulemavu yenye siwezi. Sasa hii miguu yote ilikuwa imeugua yote mpaka chini ndio hapa ikafunjikia hapa. Okay. Na tukienda alikuwa mlemavu kiasi, alikuwa anatembea na vidole hivi, so lazima atumie miti. Okay. Na sasa unaona anaweza ako na uwezo wa kutembea peke yake, isipokuwa hiyo shida tu kidogo ndio imebaki. Okay. Na ile barua nilikuwa natafuta ndio hii. Kidogo dakika moja tutoe hii maana tujibadilisha. Kidogo. Haya, tuende. Karibia. Hii barua ndio daktari tutumia kila mwaka. Nilikuwa nasema
Na hii ukiangalia ni ya 2018. Hata ya 2019 iko, ya 2020 iko kidogo. Ziko kwa hii ni ya 2018. Hata ya last year 2019 iko. Ishike. Iko sawa? Iko sawa. So hiyo barua ni zetu za chakula nyumba ni imeandikwa RS 862. Ni rupees. Hiyo ni rupees. Okay. Hiyo ni 1 point. Hii ni 1 ni kitu tuseme 1. Sasa hiyo ni ya treatment, hakuna transport, hakuna accommodation. Okay. So tukiweka accommodation na nini ile mambo ya tutaweka expensive ina cost kitu milioni 2. Okay. So mnasema mkizipata mnaweza enda huko anytime. Yes. Ungetaka kuambia serikali aje? Hii issue ilikuwa serikali. Serikali, mimi nataka kusema kuna mahali serikali ya Kenya ina fail. Mkubwa mmoja akipatwa na shida wanashughulikia ni kama ni dunia itaisha. Lakini maskini 100 wapatwe na shida. Angalia kama wale watu wanashikwa na fulani. Mvua inanyesha, ina sweep watu, inabeba manyumba zao, wanaishi mashuleni. Kwa sababu ni maskini. Nao maskini wanakosa kuangaliwa kwa sababu ni maskini. Na tajiri mmoja tu asikike kitu imefanyika. Ninasikiaga usugu sana kwa sababu kwa mfano mzuri kuna ajali ilifanyika hapa juzi hapa Kijabe. Ilikuwa mkubwa mmoja na maskini wengine kwa matatu. Huyo mkubwa alienda akapikiwa peke yake na ndege mpaka hospitali. Hao wengine wenye wamepata ajali na walibaki wakistruggle. Kenya inataka kutuonyesha nini? Hii nchi ya matajiri. Yes. Na ndio maana unaona mimi nikiwa mmoja, na mimi nashukuru Mungu, hata Karo shukuru Mungu kwa sababu mama yake si wa kunyamaza. Umeiongea na mkubwa mmoja serikalini, mtu ulifikiria labda atafanya kitu bila hata kuongea mambo mengi? Hii ni album, si kitu ninatengeneza saa hizi. Nikiongea naongea kitu inaonekana. Badala ya mambo mingi ya kushinda nikionekana ni kama nina sielewi yenye ninaongea. Huyu ni Uhuru. Our president. Ngoja kidogo. Alikuja kuona Karo akiwa ICU. Huyo mwenye amenihag. Mimi ndio amenihag. Kidogo. Tumemuona. Tunaona pia CS. Yes. Eugene Wamalwa ako hapo na watu wengine hapo. Hii ni kesi ya kushinda, ukitafuta mtu mwambie na ni kitu hata inaonekana naye. Bana. Haya, huyu ni nani? Hata ndio yule tu alishika hapa ni Raila. Kisa yenye ninaonekana na yeye. Tulikuwa na yeye hapo. Sijaribu mbona ukuleta hizo picha zingine zenye wako wote hata kwenye ninaonekana vizuri. Ni sawa, juu nitaweka kitu kingine ya YouTube. Nafikiri tutazi. Wao kuongea kwa simu. Nimewahi ongea na wao, hata president nimewahi ongea na yeye kwa simu. Na hata akaongea na Karo. President ama deputy? Uhuru mwenyewe. Wakati walikuwa nini? Walikuwa ndio wanafanya campaign. Wakati wa campaign? 2013 ndio walikuwa wanafanya campaign. So ungetaka kuambiaje Karo? Haya, kama ni serikali nimekumbuka ministry ya Esther Murigi ilikuwa inaitwa special programs. Special programs, nilienda mpaka huko, mpaka PS wake hata alikuwa ananiona, ananiambia mama Karo umekuja. So kama ni kitu ingekuwa inashughulikiwa ingeshughulikiwa. Na hii tena ni kitu ilionwa na kila mtu. Hakuna mtu hakuona kwa TV. Exactly. So Karo, ungependa kuambia serikali ya jamaa, mtu wa serikali mwenye ataona hii story? They should be responsible. Na waache kubagua. Jili yetu ya tajiri akigonjeka, mimi maskini ndakuja niombe damu nimpatie, atarudi hai. Imaanisha ati jiliwe ni tajiri, atunafanya ushughulikiwe sana juu ni tajiri. Kuna vitu Mungu alituweka, mimi kwangu naona Mungu alituweka sote tukiwa equal. Na tuko equal aje? Tunapumua hewa moja, damu ni moja. Nikilala hospitali kama ninahitaji oxygen, hiyo oxygen nitawekewa, ndio bado tajiri hata atawekewa kilala hospitali. Damu yenye ninatumia hata huyo tajiri akihitaji damu ndiye atawekewa. Na mimi pia nilihitaji damu nikiwa hosi. Nilipewa na kila mtu. Haikubagua. So hata waache ubaguzi. Na sisi wote ni wa Kenya na we are all equal. Okay. So Mama Karo, hii maisha yote najua umetatizika kwa sababu una watoto wangapi? Niko na watoto 4. 4. Na wajukuu 3. Na wajukuu 3. Yes. Na mnakula. Sasa kuna corona. Najua huyuko kazi. Na shida kubwa haswa hii nyumba penye unaiona.
nina struggle sana hata hali ya kuilipa. Na uliniambia lazima ukae nyumba kubwa juu ya Karo. Karo, kitu ya kwanza hii mguu hawezi ukakaa mahali penye yako. Hakuna space. Juu ikigogwa tena ni mimi nitaanza kukimbia. Jambo la pili, kwa sababu ya issue hawezi yakasquat. How much do you pay your rent? 10,000 only. Yes. Watu wenye wako online najua hii maneno wanaona. Si only. Si only kwangu ni mzigo hata nikikupeleka kwa raha. Nasema only kwa sababu hawa watu hata kuna mtu maybe anaweza jitolea kulipianga kila mwezi. Na hii nyumba nang'ang'ana hivyo kwa sababu ya Karo. Maisha yako ilibadilika wakati Karo aligonjeka. Yes. I know kuna wakati ulikuwa unategemea tu usaidizi kula, kunywa na kulipa rent. Umewahi hata pewa mahali ukae. Yes. Nakumbuka vizuri. Kule Starehe Boys. Nakumbuka nimewahi kuja huko. Yes. So maisha ilibadilika, kukula ni shida. Sasa lazima ni struggle. Haya, hii mguu hawezi akasquat kwa dasho ya chini ile eti unaenda wewe ndio unaweza enda kujisaidia haja yako popote. Karo hawezi. Lazima akae mahali mguu itakaa straight. Apart from that, kwenye ameshomeka gozi jarudi. Akirukiwa na maji chafu ama ushafu irukie anarudi. Kinoda zinaanza kurudi. Kakinoda kanaanza tu ka sport hivi inaanza kukula mguu mzima. So nilikuwa nataka kusema daktari akishughulikia mgonjwa wako, part kubwa ni wewe mzazi vile utaweka mtoto wako ama vile utaweka mgonjwa wako. Ukitaka survive vizuri na apone kwa haraka, muangalie vizuri. That's why si yuko capable kulipa hii nyumba, ni ile ya kustruggle. Hata ukienda kwa landlord usikie deni yenye niko nayo, utashangaa. But nafanya hivyo kusudi nikae mgonjwa wangu kama mtoto wangu akae hai kwa muda mrefu nikimuona. Niko proud kumuona vile yako. Hata kama alibaki ya kilema ama hii mguu vile inamsumbua sasa ni mguu tu. Na jisho tumesahau kusema jisho. Kuna jisho hapa ilichomeka iko na shida. Hata hiyo iko na shida sana. So babake amewahi tuma usaidizi wowote kutoka wakati huo? Mama yake tusiongee mambo ya baba yake juu pia yeye hata kama tuliachana angekuwa na uwezo angemshikilia. Hata unajua ni mtoto wake, at least ile kukua close, hata kumpigia simu, kumjulia hali, hata kumpeleka place kama hiyo hata kama hana uwezo. Hiyo siwezi nikakataa. Kisha kuwa hata kama tuliachana. Mimi huambia couples wengi wazazi nyinyi ndio mlikosana lakini si watoto walikosana. Kwa hivyo hata tulipokuja huku hata licha kuwa hana uwezo wa kutusaidia, angekuwa na uwezo angetusupport juu ya watoto wake juu siku mtenganisha na watoto wake. But wote ni wakubwa sasa. Alright, so kuna mwenye ako form 3. Form 3. Kwa hivyo alikuwa anaingia. Hata angekuwa amemaliza kitabu ako form 2 in fact. Angemaliza kitabu. Na hii yote si juu yangu eti sina juhudi za kufanya, sina bidii ya kufanya shughuli zangu. Hii mambo yote ni serikali. Na hii serikali inairudishia ila mama yote kwa sababu wangenisaidia tu kutibu mgonjwa wangu ama history yote ingeisha kitambo sana. Kungekuwa na security enough ya kutosha, hii mambo kama hizi hazingekuwa. Kwa hivyo kutoka 2012 saa hii ni 2020. Na bado matibabu haijaisha. Bado. Anafaa kwenda India atolewe chuma wakimalizia. Ati watu ukiangalia barua anaongea mambo ya abu isome kujua pia utaisa isoma anaongea. Ndio ukisoma ukiangalia ni rahisi kuliko ni kusomea. Utaelewa shida zenye yako nazo. Acha niweke vizuri ndio kamera yangu pia ichukue. Wanasema this is to satisfy that Miss Caroline had lateral popliteal nerve play with commuted tibia fibula following bomb blast injuries. She was treated by Lethal method for fracture with suturing. Now fracture united well and not recovered from lat pop something like completed. Nerve play, foot drop for which she requires tendon transfer. Ni story refu, si lazima tusomee kitu. Yaani hiyo shida nini unaniangalia?
Ndio hii. Sawa. Hii karatasi ni kama ilinigia kwa kisho yote. Ni kama shahidi naweza sema shida. Ila shida inakufuata kila siku mpaka unaijua. Yes. This is zingine huko unazijua. Hata sikuwahi fikiria na kusema mambo. So maneno ya mwisho tumalizie. Watu wakitaka kukutumia usaidizi. Maybe kuna mtu amesikia huyo ako form 2, anaweza msaidia amalize mpaka form 4 ama university. Mwingine labda ameona anaweza hata. Kuna watu wako na pesa. Tunaweza sema nitasimamia hiyo bili yote apelekwe India. Mwingine maybe anaweza sema nitasimamia rent. Huku unakaa na watu wangapi saizi as we speak? Karwa na mtoto. Kuna wajukuu wengine 2. Niko na familia ya watu 9. Familia ya watu 9. Nalisha tumbo 9. Na corona. Yes. Hakuna kazi. Hakuna kazi. So mtu akitaka hata biashara nyingine tulikuwa tunaweka imetushida hapa ya maziwa, tumefuga hiyo nyumba juzi juu ya kushindwa kulipa na kazi haiko. Haya, mtu akitaka kutuma usaidizi atafanya aje? Kuna namba yangu ya 0726 741 629. Rudia. 819. Okay. Yes. Good. Maneno ya mwisho Karo? Mimi ningesema wakati any challenge una face in life, first thing usiulizange why me. Kitu kenye uko supposed kufanya, ujue ishakupata. And you can't change. Jua jinsi ya kujitoa hapo. Ujue venye utajitoa na utafute solutions. Lakini si kulia na kutafuta lawama. Okay. Mama Karo, maneno ya mwisho? Maneno ya mwisho ningependa encourage watu wenye wako na matatizo kama hizi juu. Mimi sijui kulia. Unapopatwa na shida, instead of kupiga duru ukiuliza ukipiga duru the time unapiga duru unakosa mwelekeo. Kaa chini, focus. Mbinu ya kutoka. Focus na hilo jambo lenye limekupata, anza kutafuta njia. Okay. Manake wakati nilipoona mtoto wangu anaumia sana, kwa ajili ya kufocus ndio nilisema ataenda India na sikuwa na pesa. Na kwa ile faith yenye nilikuwa nayo, alienda na akaenda tena. Kwa hivyo watu ukijipea nguvu, ukijipatia nguvu na utaweza kufocus na mambo yenye imekupata, na Mungu atakuwa kupitia kwa hiyo imani yako, Mungu atakupatia njia. Na singependa kusahau penye tumefika, ni Wakenya wametufikisha. Wakenya wametusupport. I think hata wengi wakiona hii sura watazikumbuka. Ninawabarikisha kwa mikono ya Mungu. Yeyote alisimama na sisi kwa mishago, yeyote yenye walitushagia, nawabarikisha kwa Mungu. Yeyote alisimama na sisi ukiwa mmoja wao, na wengine wengi, nawabarikisha kwa mikono ya Mungu. Wabarikiwe na wabarikiwe na wabarikiwe. Na kufika penye tumefika hapa, ni hiyo kidogo walitoa. Ndio imetusupport kufika hapa juu. Kama si hiyo mtoto wangu. By the way, hata tulipoenda India alitibiwa akarudi akawa mbaya. Alipelekwa tena ICU. Na niko na yeye peke yangu. Si kufujika moyo, niliambia Mungu, hakuna kitu inafanyika juu ninajua uhai yake iko kwa mkono yako. Na alitoka na tukarudi tena. Kwa hivyo nashukuru sana. Nashukuru sana hata mwenye atasimama na sisi, hata mwenye atatusupport, mwenye ataguzwa. Na wewe mwenye unaona uko na shida, hauna shida. Focus kwa Mungu, atakupea njia. Kama vile mimi alinipatia njia. Good, thank you.